Ninajua kuna misemo yenu mkiwa mnasema watu, yaani huyu hayatambula lakini anakosa. Yaani mtu anaishi lakini amekufa. Kitu gani kimesababisha afe? Kuna kitu kiko ndani, watu wanakiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kama sioni ya leo, ukiwa mahali hapa utengenezwa katika jina la Yesu. Maisha yako yatengenezwe katika jina la Yesu. Utakatifu wako utengenezwe katika jina la Yesu Kristo. Usikae na ulembo bure tu halafu ndani pameharibika. Usikae na wesa bure tu halafu ndani pameharibika. Tengenezwa ndani katika jina la Yesu Kristo. Uwe hai katika jina la Yesu. Maji zina shida gani? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaweza akawa na maisha mazuri lakini ndani kuna vitu haviko sawa. Kuna mtu anaweza kuwa na magari mazuri lakini ndani kuna vitu haviko sawa. Kuna mtu anaweza kuwa na watoto wazuri, ndoa nzuri, lakini ndani ya ndoa kuna vitu haviko sawa. Haleluya. Sasa usipotengenezwa, vile vitu vya ndani visipotengenezwa, hata uzuri wa iva nje utakuwa ni bure. Tengenezwa vitu vya ndani katika jina la Yesu. Tengenezwa vitu vya ndani katika jina la Yesu. Ndoa yako itengenezwe katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako watengenezwe katika jina la Yesu Kristo. Roho yako itengenezwe leo na uishi kwa jina la Yesu Kristo. Yaani usipotengenezwa ndani, Ufunuo amesema kwamba utakuwa na jina la mtu ambaye yuko hai lakini amedanja. Amefanya nini? Kuna watu ambao mnatembea au wanatembea lakini wameshadanja. Muulize jirani yako, uko hai wewe? Una uhai wewe. Kama kuna uhai ndani yako, aweke uhai. Aweke roho ya uhai katika jina la Yesu Kristo. Aweke roho ya uhai kwa damu ya Yesu Kristo. Aweke roho ya uhai. Yaani mtu unamwona, yaani niwaambie, kuna siri kubwa kwenye maisha ya watu. Ndani kuna siri kubwa sana. Yaani wewe watu waangaliaje nje tu. Unaanga watu wanatembea na magari lakini ndani kuna siri zito. Na kijana mmoja akamwona binti ambaye amepanda gari ya bei kali. Hiyo kijana akasema, hapa nikimpata huyo binti huyo maisha yangu yatanyoka. Kumbe hakujua kilichoko ndani. Yesu atusaidie sana. Na vijana wengi, watu wengi hata kwenye ndoa nakosea, wanaangalia nje, kumbe ndani kuna sumu. Ndani kuna sumu ya mtu. Wadada wanaangalia vijana nje, amevaa namna gani, kama sio amevaa kama mimi na naye, anaangalia kumbe ndani kuna sumu. Na Mungu atibu macho yako, yaanze kuona kilichoko ndani katika jina la Yesu. Amen. Mimi fulani sio. Hasa yule jamaa akawa amemwona yule binti, na shetani sio afumani na yeye. Shetani akampatia yule binti. Kumbe yule binti alikuwa ni agenti kwenye masuala ya giza. Kwenye nyumba yake anamiliki joka mkubwa, ambayo huyo joka, yule binti huwa anaendana na kamata wanaume au anawazuga wanaume. Akisha mkamata anampeleka kule ndani kwenye chumba cha joka. Kile chumba cha joka kuna joka mkubwa, chatu mkubwa
yule joka, pesa zinamiminika, zinazaliwa pesa. Kwa vijana wengi wakapotea kwa sababu waliona nje, hawakuona ndani. Vijana wengi wakafa kwa sababu waliona nje, hawakuona ndani. Wengi wakaishiwa maisha yao kwa sababu waliona nje, hawakuona ndani. Kama wangeliona ndani kuna sumu, wasingejaribu hata kusogea. Kama wangeona ndani kuna mauti, wasingejaribu hata kumsogelea binti, hata kumuita, hata kupita karibu yao. Lakini hawakujua. Yule kijana akaingiwa, shetani si wasumani, akampatia yule binti. Azaliwa mpatia yule binti. Yule kijana siku moja binti walikuwa nakutana mara nyingi kwenye hoteli kubwa kubwa, wanaenda kula chakula kinaitwa lunch, dinner, vyakula vya kizungu hivi, majina ya kizungu ya lunch, chakula cha mchana, dinner, chakula cha jioni, breakfast, chakula cha asubuhi. Kwa hiyo wanaenda kula nini, jamaa kaona amepata, kumbe kujua kilichoko ndani. Uliza mwenzako, unaokutana nao wote unawajua ndani? Unaokutana nao wote unawajua ndani? Unacho kiko ndani wako. Vya nini? Umejua wewe kama kiko ndani ya nguo. Nikamjua si mzaa mimi. Wakawa ndio kula hiyo vyakula. Fresh, mambo yakaenda vizuri. Sawa. Siku moja binti akamwalika kaka. Akamwambia, kwani wewe upendi hata kupaona nyumbani kwako? Kaka akasema, mimi napenda kupaona. Si unajua tena wanaume wanajikuta wao ndio manini fulani hivi. Hashimi. Amina. Atakuja kumkutia kipande. Siku sasa wakapanga mwanaume aende kwa binti. Binti akamwagizia usafiri mzuri sana, gari ya thamani sana, sio mbali sana. Yani usizani kwamba na hadisi yani story ambayo inatoka nje ya nchi, ni humu Tanzania, tena Dar es Salaam. Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo wakaingia, yule kijana akaingia kwenye gari la thamani, akapelekwa mpaka kwenye chumba kubwa la yule binti. Amefika kwenye ile chumba, geti yenyewe tunajifungua, hakuna mlinzi, hakuna nani, hakuna mtu sio wa kufanya ile gari, sio wa kupaki gari kwenda, hakuna mtu. Mlango kajifungua, shwa wa geti. Jamaa kafanya, akamwambia ni huko. Kaingia gari, kafanya nikaondoka. Ameingia geti, kajifunga, hodi, binti akatoka ndani. Kutoka kijana, karibu sana ndani, karibu ndani. Akamuuliza, kwani lile gari lako ambalo huwa unakuja nalo liko wapi? Mbona paki naona magari mengine, lile silioni? Binti akasema, lile gari liko ndani. Liko ndani? Kwani hii nyumba yako mlango huu unaweza kupitisha gari kweli? Iko ndani, milango yangu ni automatic. Jamaa kumbe anaingia kwenye mtego aweze kuuawa. Akazama ndani. Amezama ndani, milango tu kajifunga shwara. Jamaa akamuuliza yule binti, kwamba hivi huko ndani naishi na nani? Peke yangu. Jamaa akaanza mawengesi. Peke yangu, ile mchumba wote huu. Peke yangu, mchumba wote. Jamaa tumbo joto. Hapo bado hayajaanza sasa. Sumu halisi ya ndani haijaonekana. Mauti halisi ya ndani haijaonekana. Jamaa akaanza kulia. Mimi nataka nirudi nyumbani muda. Ushaona mwanaume yeye analalamika kwa yeye. Anaogopa. Mimi nataka nirudi nyumbani. Sijui nyumbani kuna nini, mama sijui anafanya nini. Boga litaungua. Hakuna nini ndani akatoka. Anaenda kufua. Hakuna aliyeingia ndani akatoka. Jamaa akasema, wewe hapana. Jamaa akawa anaona kama vile analia. Sasa hapa ni huyu msichana bila anishinda, hata kama anataka kutumia wanaume. Wewe yule msichana katoa ulimi tu, ulimi wa nyoka. Yesu atusaidie sana. Nataka nikwambie kwamba usiangalie sura ya nje. Bwana
akutengeneze ndani uwe hai, usiwe na majina mawili, kifo na mauti. Uwe na uhai kwa jina la Yesu. Amen. Uwe ni hai alafu umekufa. Kuwa hai pote mwilini na rohoni. Na naposema namna hii, naomba Mungu aingie ndani ya mtu, ndani ya roho ya mtu, akamate uhai, aweke uhai wake ndani ya mtu, aweke uhai wake ndani ya mtu, ubadilishwe leo. Sema amina. Amen. Jamaa akajaribu kutumia mabavu, ulimi tu ukatolewa nje. Ulimi mzuri miaka 2. Jamaa akasema nimekuisha, naomba unisamehe. Dada akasema mkiona vinaelea mjue vimeundwa na muundo wake ndio Mungu. Kwa hivi vitu ambavyo ulikuwa unaviona vinaelea, tamaa yako imekuponza. Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo jamaa kwanza alikuwa anatoa ushuhuda, anasema kwamba hadi alijikojolea ndani. Yaani ashumu, yaani fikiria mwanaume mzima anajikojolea. Hivyo unafikiri kitu cha kawaida wewe? Mwanaume mwenye ndevu anajikojolea ni kitu cha kawaida? Sio cha kawaida. Nisamehe. Bila kawaambia hapa hakunaga msamaha. Ili usamehewe, nahitaji tu nisaidie kitu kimoja. Na nyoka wangu akutumia nyoka, alisema kwamba na binti yangu nzuri anahitaji kuzaa, kwa unaweza kuzaa naye. Jamaa akasema haina shida. Alijua ni mwanamke, haina shida. Sema saa twende, yuko kuchumba. Wakaenda chumba. Inavunja vioo. Nini? Inavunja vioo. Sasa mkubwa amejikunja. Jamaa akasema huyo binti yuko wapi? Yule mdada akamwambia binti ndio huyo hapa, anahitaji kuzaa. Ni ambaye ananisalia pesa, ananisalia magari makali mnayoyaona haya. Huyu ndo anazaa. Ingia, lala naye, anisalie pesa, kama utaki unakufa. Hasa jamaa mama yake alikuwa ameokoka. Ushuhuda huu usingekuwepo kama angekuwa haiko hai, usingeusikia popote. Kumbe mama yake alikuwa anamwombea sana aokoke, lakini jamaa haokoki. Wale wanajiita sio mataisi, anajiita shalomama. Kwambie wewe, hii dunia kunaga shalomama. Shalomama nenda kwa Yesu. Shalomama nenda kwa Yesu. Wanajiita sio mimi.